Tulienda na mume wangu kwa mganga, akapewa masharti. Mimi nikaambiwa nisije nikabeba mimba, na tukaambiwa kabisa kwamba mume wangu hawezi kunipa mimi mimba, ila nikichepuka tu nitapata mimba. Na nikichepuka ndio mali za mume wangu zimeishia hapo. Yaani nikichepuka tu nikabeba mimba, mali za mume wangu zitaishia hapo. Kipindi wakati tunaenda kwa huyo mganga, mambo yetu yalikuwa mabaya. Yaani tulikuwa hatuna hela, hatuna mali, kazi haziendi, mume wangu amesoma lakini kazi hapati, maisha ni magumu. Yaani ile maisha ni magumu kabisa nyumbani, yaani mpaka mtu anajua kabisa kwamba haya maisha ni magumu. Yaani kula ni kwamba tulikuwa tunawapigia wazazi wangu, tunawapigia wazazi wake ndio tupate kula. So, mume wangu alivyoletea hiyo idea kwenda kwa mganga kwa ajili ya kwenda kuangalia namna gani ya kujikomboa kimaisha, mimi sikuona shida kwa sababu si mume wangu na uhakika naye, nampenda na muamini, tumesoma wote chuo. Basi tukakubaliana. Mganga akatupa dawa, akatufanyia vya kufanya, akanipa dawa nikanywe, nyingine nikaogea, nyingine tukawa tunaweka wakati wa kupachuana, hivyo mume wangu nyingine akawa naye anaweka kwenye nanilu yake, nyingine nikawa naweka kwenye mmiliki wa mwili huu. Basi siku zikaenda, ghafla mume wangu mara kaitiwa kazi. Sehemu kaitiwa kazi nzuri tu, tena nzuri tu, ambayo kasomea, lakini kaitiwa cheo cha juu. Amefika hajakata miezi kapandishwa cheo. Amepandishwa cheo, akachukua mkopo, akaanzisha biashara, biashara zimeboom, biashara zimekuwa biashara, na kuambia ameanza kuingiza hela. Yaani ndani ya mwaka mmoja tu nakwambia tulikuwa tushapata hela, mpaka watu wanashangaa kwamba hizi hela, hawa watu wametoa wapi hizi hela ndani ya muda mfupi kiasi hicho. Lakini mimi kwa sababu najua mume wangu kapata wapi hizo hela, na mimi najua hela zimekuwa kuaje, sikujali kwa sababu najua mwisho wa siku nakula mimi na mume wangu. Na mimi mume wangu akaniambia kabisa, usifanye kazi mke wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi kila ninachokipata ni chetu wote. Kumbuka umenikawa nilitoa kizazi changu. Kumbuka kizazi chako umetoa kwa ajili yangu. Kwa hiyo mimi hizi pesa ambazo tuko mimi na wewe. Kwa hiyo mume wangu mimi akawa ni biashara anafanya kazi, amefanya kazi kama mwaka, akaacha kazi, akaendelea na biashara. Kwa hiyo biashara zinaenda, hivi biashara ni zinavuma hapa mjini, tunafahamika kwa biashara. Yaani kusafiri kwenda nchi tofauti tofauti, sijui kwenda China, sijui wapi, tunasafiri tunaenda sana. Lakini mume wangu hataki niwe na access yoyote na pesa. Hataki niende si kwenye biashara nifanye nini, hataki. Sasa baada ya mume wangu kupata hizo pesa sana, yani baada ya kuanza kushika pesa sana, nasikia ameanza kuwa mara leo yuko na msanii fulani, kesho yuko na msanii yule. Nishamsikia sana yuko na wasanii hao, wasanii wa mjini hao, wasanii wengi sana. Mara kesho nasikia yuko na msanii huyu, kesho yuko na msanii yule. Nikimuuliza mume wangu ananiambia wewe ni wa kwangu, upo hapa nyumbani, wewe kaa hapa utakula maisha. Masuala mengine naomba niachie mimi, usiniulize sana. Hayo ni masuala ya kibiashara. Kwa hiyo mume wangu akaanza kunitesa. Sio kunitesa kwa sababu ananyima chakula, kwa sababu anifanyia chakula kipo, lakini anatesa kihisia. Ikafika stage yani kwamba anachiti mbele yangu, alafu ananijibu jeuri. Nikimuuliza ananiambia bwana wewe kaa hapo, unafikiri nani atakuoa wakati tayari nishatumia kizazi chako. Roho ikawa inaniuma. Kwa sababu yeye ndo alinipeleka kwa mganga. Tukaenda kutumia kizazi changu kwa ajili yake. Alafu leo ananiambia kwamba hakuna mtu atakayenioa. Sijakaa sawa, mume wangu nasikia akawa sasa yuko busy. Siku hiyo mamake anampigia simu, nasikia ni yani alikuwa ameshika simu sikioni hivi. Bahati mbaya simu ikajibonyeza ikajiweka loudspeaker. Namsikia mamake anasema saa ngapi tunaenda kumuona mtoto. Ndio kuanza kumuuliza mume wangu, sababu hapo alikuwa ameshachelewa kurudi nyumbani, anachelewa kurudi nyumbani, analala nje. Nikamuuliza mume wangu, mtoto gani ambaye mnamuongelea? Akakataa, akaondoka. Karudi nikawa nambana, hapana, lazima uniambie ni mtoto gani ambaye mnamuongelea. Ndio mume wangu kuniambia kwamba dunia ina siri. Mimi nimeona hizi mali zote, siwezi kukaa bila mtoto. Mimi nimeambiwa nisizae na wewe, lakini sijaambiwa nisizae na kila mtu. Kwa hiyo kuna wanawake wengine huko nje tunaweza kuzaa nao. Kwa hiyo nafikiri hizi mali zote mimi nikifa nitamwachia nani? Hizi mali zote nikifa hazina mrithi. Kumbuka mimi na wewe tumeambiwa tusizae. Kwa hiyo siwezi kukaa bila mtoto. Kwa hiyo mimi nimeenda kutembea na mtu nimeshazaa naye. Na huyo mtu mwenyewe akanitajia ni mtu maarufu tu anajulikana. Nishazaa naye. Mimi tena Mungu wangu. Roho iliniuma sana, nikamwambia mume wangu leo, baada ya yote tuliyopitia pamoja, baada ya ahadi zote ulizoniahidi, kuniambia utanitunza, kuniambia utonidharau, leo unakuja kuniambia kwamba umezaa na mtu mwingine. Baada ya mimi kujitolea kizazi changu ili nisizae na wewe, ili mradi upate hizo mali, leo unanijibu hivi. Ananiambia bwana wewe, hata kama ingekuwa ni wewe mwanaume, wewe mwenyewe ni makosa ya kiwanaume tu ambayo kila mwanaume anafanya. Sidhani kama kuna mwanaume ambaye angekubali eti akae na mtu ambaye hawezi kumzalia. Kwa hiyo lazima niende nizae. Nikamwambia mume wangu, shida sio ya kwangu. Shida sio kizazi changu. Mimi kizazi ninacho. Lakini shida ni kwamba mimi na wewe tulikuwa dawa ili mimi na wewe tusizae. Akaniambia bwana, mimi ndio nitafanya maamuzi. Huyo akaondoka, akaendelea kuishi huko. Akaendelea kuishi na huyo mwanamke ambaye kazaa naye. Kwa hiyo akawa anaondoka nenda anakaa huko, ananijibu jeuri, ananifanyia vitu vya ajabu. Mara kaamishia virago huko, ananiambia mtoto anahitaji niwepo pale. Mara sijui mtoto anahitaji ana mambo mengi, anahitaji niwepo pale. Kwa hiyo mimi nyumbani niko peke yangu, kaniacha nyumbani. Mali zipo, lakini sasa hivi hizi mali zote sioni shida nazo, sioni raha nazo, kwa sababu mali zina raha gani wakati ndio hivyo siwezi kuzaa naye huyu mwanaume? Mali zina raha gani wakati hata kuniruhusu nifanye kazi niwe na pesa yangu hataki? Ni pesa zinapitia mikononi mwake, ndio mwisho wa siku huyo kila siku nasikia leo ni sponsor fulani, kesho ni sponsor fulani, leo kamsponsor msanii fulani, kesho kamsponsor msanii fulani. Na naona ni kweli, kwa sababu wakati mwingine huwa namuonaga anaongea nao video call, na anaongea video call mimi nikiwa naye. Ananiambia kabisa kwamba hawa wasanii mimi nikitembea nao ndio biashara zangu zinakuwa kubwa, napata jina, kwa hiyo napata connections za biashara. Jamani, hii stage niliyofikia mimi nimechoka. Yaani nimechoka mpaka nimechoka tena, kwa sababu sasa sio kwamba mimi siwezi kuzaa. Mimi kuzaa naweza. Ila ndio niliambiwa nisizae na mume wangu. Na niliambiwa kabisa siku nitakayobeba mimba ndio siku
litakuwa anguko la mume wangu. Yaani mume wangu, mali, kila kitu kitapotea. Jamani, naombeni ushauri kwa sababu hapa nilipo nimechoka. Mume wangu, yani bora hata tungekuwa tunaongea vizuri, tunapanga mambo yetu, tunaelewana, ningeelewa moja kwamba mimi na mume wangu tunaongea lugha moja. Tuko njia moja, lakini leo mume wangu kashaenda kutafuta mtoto, ananiambia mali zake, anataka mtoto wake arithi. Anataka mrithi wa mali zake, na mimi nikifa leo nani atabeba jina langu? Jamani, naombeni nishauri. Hapa nimepanga nimwibia kwa sababu kadi zake za benki nyingi anaziachaga nyumbani na namba zake za nina password zake na kila kitu. Najua kila kitu, nikitaka kumwibia kuna namna ambayo naweza kumwibia. Kwa hiyo jamani, please naombeni nishauri. Dada kanisimulia story, unajua. Nikamsikiliza nikamuuliza, dada, hivi unasubiri nini? Kilichokufanya usibebe hizo hela jamani, yani muda wote yani unajua kabisa pa kutokea, unajua pa kuanzia dada. Kaenda mimba. Beba pesa, beba kadi, kabebe mimba. Mkimbie mdogo kila mahali, kimbia tena nje kakae huko. Binti.